na Allah subhanahu wa ta'ala ndio mzuri. Ninachotoa nasaha kwenu ikhwa, shikeni kisawasawa hayo mlioyaona ya khair, na muwe na shaka kwamba je, sisi tuko katika janna au sisi ni watu wa jahannam. Na kila kitendo kwa sababu vitendo vya watu wa janna Allah ameshavidhibitisha katika Qur'ani na Sunna, na vitendo vya jahannam Allah amevidhibitisha pia katika Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo Qur'ani imekuja kueleza vitendo vyote, hiki ni sawa, hiki ni kibaya. Sasa wewe kama unaipenda janna, usikubali dakika moja ukakaa jahannam. Ogopa, maana yake mauti ikikufika hapo ndio kadari yako hiyo. Kwa hiyo wewe lazimisha nafsi yako ukae kuwa na wale watu wanaofanya vitendo vya janna. Kuwa mwingi wa kusoma Qur'ani, mwingi wa dhikri, kumtaja Allah, kufanana na watu wao. Hii ndio akili. Ama ukija ukajidanganya kwa sababu yako alikuwa ni Muislamu, mama yako alhamdulillah wote mmewazika na mimi nitakufa Muislamu, ngoja niingie kwenye baa kidogo. Hiyo ngoja kidogo, una hakika mauti yakikuta hapo ndio umetoka hivi. Jazakumullahu khair. Naam. Kitu gani kingine ambacho Allah hajakufahamisha vizuri? Mimi vile ambavyo Allah amenifahamisha kulingana na kitabu chake na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa nafsi ziliulizwa arastum bi rabbikum وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Mimi si ndio nimekuombeni nyinyi? Sikasema qalu bala. Sawa, sisi wewe ndio umetuumba. Allah akasema angalieni, msije mkasema hapana baba zetu walishirikisha sisi tukawafuata baba zetu. Hicho ndio ninachojua mimi kwenye Qur'ani. Kwa zilipoumbwa zikauliza mimi si ndio nimekuumbeni? Ndio. Sasa ili kuthibitisha ile ndio, amezipa na viwiliwili kwamba zitekeleze kiibada, akazileta katika uwanja huu wa ibada, sio kutafuta majumba, magari, dunia. Kwa hiyo katika uwanja huu wa ibada huu zitathibitisha kweli naam qalu bala. Sasa kuna zingine zinasema bala ndio hizo zinakwenda msikitini kwa muda, na kuna zingine bala la zinakataa kivitendo, zinakubali kwamba Allah ameumba lakini kumwabudu wasitaki. Sio Allah amekufahamisha kwamba Allah akuridhika na ile kauli tu naam, akataka na vitendo. Sasa vitendo nafsi tuseme nafsi haina mguu, lakini Allah akaijalia ikawa kama roho ya kuenesha, kutoa amri kwamba bwana wewe kiwiliwili. Kwa sababu tunaona hapa hivi yote miguu, mikono, hivi ni vitendea kazi vya hiyo nafsi kuonyesha kwamba ndio tumemkubali aliyetuumba. Sije Allah amekufahamisheni. Sasa wewe mwenyewe iambie mguu simama hapa, ndio mtume amefundisha rukuu, uso kaa chini, mimi nitakuwa namtaja tu Allah wala mguu au mtaji Allah. Allah amekufahamisheni hapa? Kwa hiyo ukikata mguu mmoja sio ibada imeisha, kwa sababu lengo ni nafsi. Nafsi iwe katika dhikri tu. Ukiingia chooni unajisaidia, sio eti paka moyo uzibe niko chooni. Moyo uendelee kufanya mawasiliano na Allah na kiwiliwili kijifresh kama kawaida. Kwa hiyo dhikri mpaka chooni, ila ustress out, ndio adabu hizo. Si Allah amekufahamisheni hapa? Ukidumbukia kwenye shimo la choo kwa kadari ya Allah tabaraka wa taala, wewe utanuia ndani ya moyo wako, ninatia udhu sasa hivi, nasoma dua, naelekea kibla, natoa adhan, na swali ya dhuhuri na swali ya asiri, uko ndani ya choo, moyo wako na swala zako zinakubali. Ukiacha tu umetafuta ugomvi na Allah, ndio Allah anaiangalia nafsi imemkubali au bado. Hiki ni kiwiliwili cha kufanyia kazi na kufanyia ibada. Sasa hilo ndio Allah amlifahamisha laki kwa aya. Inasemaje? alastum bi rabbikum qalu bala qal taqulu yawm al-qiyamah. Msije mkasema siku ya kiyama inna au ashraka abauna min sisi bana sisi tumekuja baadaye, wazee wetu ndio wamefanya hiyo kufu. Tayeb, naam. Wewe tumalizie sasa inshallah. Kuna swali jingine? Kaa kwanza hadi tumalizie kwa ajili ya haya. Naam. Hii haya huwa bado sijapata ufahamu wake, kwamba imelinga ipi
Allah subhanahu wa ta'ala anasema sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ard bighayri alhaq. Naam. In yarau rushdi sabila la yattakhidhuhu sabila. Naam. In yarau sabila la ghayri yattakhidhuhu sabila. Naam. Dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Tayeb. Sasa katika makundi haya mawili wanaepushwa kivipi? Yani ni miongoni mwa Waislamu. Ungetia tarjama pia watu wapate faida inshallah. Naam. Kwamba tutawaepusha kuzizingatia aya zetu wala ambao wanafanya kibri katika mgongo wa ardhi hasina haki. Naam. Na wakionyeshwa njia ya uongofu hawaifanyi kuwa ni njia, yani maana kuifuata. Na wanapoonyeshwa njia ya upotovu wanafanya kuwa ni njia, kwa sababu wao wamezikadhibisha aya zetu na wameathirika kwazo. Ndio. Sasa kwamba ni makundi ya Waislamu ama ni makundi ndio mtu yote mwenye kibri katika sheria Allah tabarak wa taala sio Muislamu. Kibri ni katika watu wa jahannam, na ndio dhambi aliyofanya Ibilisi. Alijiona yeye kwa kibri tu. Kwa hiyo kibri Allah ipendi. Sasa hii anakufundisha wewe Muislamu uwe na knowledge ya kuwajua watu maadui wa Allah. Kama huyu anafanya kibri, anafanya hivi. Anakuelezea tu, lakini kadari yake imeshapita zamani sana. Hiyo ni kadari. Wewe ujue, yani nakupa elimu ya ziada tu. Huyu ujiweke mbali naye. Mustakbiruna fil ardh, watu wenye kufanya kibri. Na inaendelea. Naam. Innal ladhina kadhabu bi ayati. Sasa wale ni kupinga maneno ya Allah tabaraka wa taala na wakafanya kibri. Ukamwambia mtu sali ataki, kaipinga aya na akafanya kibri. La tufatahu lahum abwab as-samai wa la yadkhuluna al-janna hatta yalja al-jamal fi sami al-khiyam. Ndio hapo. Na hiyo aya ilikuja mtume anaelezea wakati wa sakratul mauti zao, wanapofishwa zile roho zinatolewa kwenye viwiliwili, zinatiwa kwenye sanda ya jahannam, netoa harufu mbaya. Alafu malaika wanaenda kuziombea ruksa. Kuna vitabu viwili huko juu. Kuna kitabu kinaitwa Illiyin na Sijjin. Illiyin ni watu wa janna na Sijjin ni watu wa jahannam. Kwa hiyo wanapofika malaika kule wanabisha hodi. Allah anasema asifunguliwe, la tufatahu. Kwa hiyo mlango haufunguliwi kwa sababu ni mtu wa jahannam, na Allah anaambia uktubuha ruhu khabithan fi Sijjin. Kwa hiyo inaandikwa katika kitabu cha Sijjin, alafu inaachiwa, inaporomoka kutoka mbingu ya kwanza hiyo. Inashuka, wakati inashuka huko inaporomoka, hamna malaika anaobeba tena, ni kupeleka tu. Wakati inashuka inatoa harufu mbaya, ndio zinafanyika process sasa hapa za kupeleka ile bovu, ni maiti la kafiri makaburini. Likishawekwa tu nyinyi mnageuka, ile roho inarudi. Anashtuka, anahema, anashangaa pale amekuja malakani wawili, Munkar na Nakir. Wanamuuliza madinuka, la adiri, anapigwa rungu moja maridadi sana. Akishtuka tena anaulizwa madinuka, la adiri, marbuka, la adiri. Ndio adhabu zake. Lakini roho ya muumini wa kweli ambaye imetamasaka na dini vizuri na kadari yake ni mtu wa janna, inakuja sanda yake kutoka katika janna, inaenda paka mbingu ya kwanza. Allah anatoa amri, inafunguliwa, inapelekwa, inaandikwa katika kitabu cha Illiyin cha watu wa janna. Alafu kisha sajiliwa huko, inaletwa vizuri, inakuja kuwekwa katika kaburi lake. Ameshata kiwiliwili. Ndio sisi waka tunabeba likiwiliwili tu, halina roho. Tunabeba, tukishaweka mule roho inakuja inarudishwa mule. Basi kishaweka mule ndani, alafu ndio anashtuka. Basi kama alikufa magharibi, anashtuka tena alasiri, sasa hivi ndio nimezikwa. Na anaelewa vizuri kweli hiyo time kwamba hii ni alasiri. Anajua safi kabisa. Anaambia basi wanakuja, mashaallah. Akitazama pembeni anashangaa zile amali zake zote, saum, zaka, sadaka. Allah ameumba kiumbe mtu kabisa mzuri kweli, amekaa hapo anapendeza. Anaambia wewe nani? Anambia mimi ndio amali zako. Yaani yale matio, vile vitendo, Allah anaumba kiumbe. Kwa ukikaa atoki, anakupa story sasa kaburini. Au kai mpweke, anakuwa anakusemeza, unazunguka jambo fulani, mashaallah, darasa yaani unakaa kwa raha kweli kweli. Na khabithi, jitubovu hivyo hivyo, inakuja jitu jeusi la kutisha, na kwa linamchokonoa, linamkera. Mimi ndio zina yako ya juzi, wewe ngoja tu. Mimi ndio wizi wa maembe ya watu, wewe ngoja. Unajua ulikabaka kakuka jirani, wewe ngoja. Ndio maisha ya mtu wa jahannam, anakaa milele hivyo. Mtume anatuelezea sallallahu alaihi wasallam, imfanya mchezo ni Allah anatufahamisha hali hapa. Ndio kusoma, kama usomi mashia hawezi kuwafundisha haya. Wao wanawaza generator za msikiti, kuchangia sanda, sina makorokoro mengine, sisi tunataka tujenge nini, wakati tawhidi watu hawana. Mtu ukimfundisha haya anaelewa, mwambie ukweli kwamba wewe hapo ulipo tayari zamani, yani wewe ujiparakue usijiparangue, wewe tayari umeshakadiriwa na Allah, ima janna wa ima jahannam. Kuja kwako msikiti
ipi hiyo? kwamba kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba man asani dakhala aljahannam dakhala an-nar wa man atani dakhala aljanna. Bas kisha wewe ni kufaiti huyu Muhammad, umsome vizuri sawa sawa na ufuate nyendo zake. Msione sisi tunavaa vilemba na kanzu tunahofia kwa pengine ukajifanisha na kina Paulo na Masanja ndio kadari yako ikaja. Na leo angalau kae angalau hivyo kidogo kumwachia yeye mwenyewe Allah, lakini juhudi Allah bora umenyamaza kimya, mpigo ganzi na nini? Ndio nasikiliza. Ndio Uislamu. Unafikia kuna ujanja hapo? Wewe mwenyewe hapo hujui kama ni wa janna au jahannam, na mimi pia sijui kama ni wa janna au jahannam, lakini inshallah Allah alinifahamisha hapo. Yaani lolote ambalo ndio liko sawa kwa ajili ya Allah. Wewe ndio ujipendekeze kwa ndio nahusia ikhwa. Kwa hiyo tujue, wala mtu asitamanishe nafsi yake kwamba ni wa janna, wala asikate tamaa kwamba ni mtu wa jahannam, bali awe katika baina tarikaini, ahlul janna wa ahlul jahannam. Na tumuombe Allah tabaraka wa taala kwa kufanya amali njema ili atukubalie inshallah, tuandike tuwe miongoni mwa watu wa janna sawa sawa inshallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.